Huyu ni nani? Paka. Paka anawakilisha nini? Namba moja, roho ya uchawi. Kuna watu mko hapa, nyumbani kwako haufugi paka, ila nyumbani kwako kutwa paka hawakosekani nyumbani kwako, na wewe wanakuja nyumbani kwako unaona ni kawaida. Kwa sababu gani? Wengi ufahamu wetu. Kwa sababu gani? Wengi mambo ya kiroho tunayachukulia kawaida. So huyu paka akija kwako, namba moja, ukiona paka amekuja nyumbani kwako akakaa mlangoni, maana yake uchawi umetumwa kwenye fursa zako, kwenye baraka zako, ndio anakaa mlangoni. Namba mbili, unashangaa wanagombana nje wao paka, maana yake roho ya uchawi imetumwa kwenye familia yako, mtaanza kugombana. Na ndio maana navyoongea nawe hapa, kuna watu hamuongei na ndugu zenu, hamuwasiliani. Mkikaa kwenye vikao ni matusi, mkikaa kwenye vikao mpaka ngumi mnashikana. Namba 3, kuhusu paka. Paka wanapatikana sana maeneo ya vyakula, na nitakuelezea leo kwa nini. Unaweza kwenda sehemu kula chakula ukakuta kuna paka pale. Wale paka wanakuwa na wewe, anakuja sehemu wakati umekula chakula, ukachukua nyama, finyango au mfupa ukamtupia. Kilichotupa kwa yule paka ni mkono wako, na mkono kiroho una maana gani? Mkono una maana ya baraka. Kwa hiyo yule paka umempa baraka zako, na ndio maana kuna wengi mnanisikiliza hapa, chakula ulipokula unakaa kibololoni, ila unaenda kula himo, kwa sababu ulipokula pale kile chakula chako, ile mikono ulipomwachia yule paka ndio umeshikiwa pale, nafsi yako imeshikiwa pale. Uko hapa KDC, ila unasema ila mishikaki ya boma bana pale kwa fulani ndio penyewe. Unatoka Moshi mjini unaenda kula mishikaki boma, na sio tu kwenye chakula, hata kwenye mabaa. Utakuwa unakunywa pombe, unaona paka wanapita, wanaenda huku wanarudi. Wale paka wako pale kwa ajili ya kazi maalum, wako pale kukuunganisha na pale, ndio kazi yao. Wakifunga baa, wakifunga eneo la chakula usiku, wale paka huwa wanakusanywa kama wako wawili au watatu, wanakaa kwenye chumba kimoja na mwenye baa na mwenye hiyo eneo la chakula, anaanza kutamka maneno yake kichawi. Aliyekanyaga anashika miguu yake, anashika kichwa, anawashika wale paka, anawaweka pale. Akishaweka mikono yake kwenye ile ardhi ambako ulikuja, hata uende wapi utarudi pale. Namba 4, paka anatumika kichawi kuunganisha watu kwenye mahusiano. Kuna watu mko hapa, kila ukienda nyumbani kwa boyfriend wako au kwa girlfriend wako, nyumbani pale kuna paka utamkuta. Yule paka anapokunusa, maana yake ile harufu ndio ya kwako inaingia pale. Ukitoka anamchukua yule paka, kama ulivyomnusa huyu fulani. Kuanzia sasa hii harufu ulipomnusia hapa, hatosikia harufu ya mwanaume yoyote, atasikia harufu yangu, na nitakachomwambia ndicho atakachokifanya. Ndio maana napoongea na wewe hapa, kuna mwanaume umeshindwa kumwacha, anakuacha leo, anakutukana, anakupiga, anakudhalilisha, anakublock, ila hauwezi kuishi bila yeye. Mpaka alishakwambia nina mwanamke mwingine, chagua ukae uondoke, unamwambia no problem, tutakuwa kwa sirisiri. Wengine hapa mmeoa na wake zenu, ila kuna mwanamke alikukamata kupitia harufu ya paka. Ulienda kwa hiyo dada na umempangia nyumba, hausikii mke wako. Heshima uliozoea kumpa mke wako huioni tena. Ule upendo uliokuwa nao kwa mke wako umekufa, umeondoka. Paka analeta roho ya magomvi, wewe na mke wako mnaanza kufight, na ili upate amani ni uende kwa yule mwanamke mwingine, ndio unapata amani. Mke wako ukimwangalia unamwona kama kituko. Mwanamke ambaye ulipiga magoti ukaomba, mwanamke ambaye Mungu alikupa, mwanamke ambaye mchungaji alikufungisha madhabahuni, mwanamke ambaye umesafa naye toka chini mpaka juu, leo unamwona kama karagosi. Namba 2,